Yes, barabara. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo ambayo Bwana ameweza kuifanya ili kwamba tuweze kufika katika siku hii ya leo, nikitumai kwamba Mungu amekulinda na amekuwezesha katika hali zote, na kweli umekuwa na baraka katika siku hii ya leo, ambapo tunaendelea kumshukuru Mungu kwa sababu ya siku ambayo ametulinda siku nzima, na hata pia wikendi mzima ambayo ameweza kutulinda siku zote. Amekuwa pamoja na sisi. We are happy that hatujakuwa tu tulivyo, lakini ameweza kutuwezesha kwa hiyo hali ili kwamba tukakuwa kwamba tuko na uhai katika siku hii ya leo. Si kwamba ni kwa nguvu zetu, bali tu ni kwa sababu ya baraka zake Mwenyezi Mungu, ambapo kwa kweli hajatuacha hata kamwe tukalie wala kuteseka, kwa sababu huyu Yesu yuko katika upande wetu. Na katika hali hizo zote tunamshukuru kwa sababu ya uhai, tunamshukuru kwa sababu ya afya, tunamshukuru kwa sababu ametupa wazazi, ametupa kila kitu, na ametunemesha zaidi ya yote, atujalia. Na ndipo wanasema kwamba life is a mystery. Ikiwa kama ni mystery, we have to unfold it. Lazima tu unfold. Life is a journey. We have to walk about it. Life is painful. We have to enjoy everything. And life, we say it's beautiful. You have to see it. Finally, tunasema that there must be a joke in life. You have to laugh. There must be some wonderful things in life. So that means kwamba you have to enjoy them. Kwa hizo hali zote, there must be a candle that you have to lit it. And finally, we say it's a precious, and it's actually, life is so precious. You need not to waste it. Finally, pale chini tunasema kwamba a gift. You have to receive some gifts kwa maisha yetu, and these gifts are there for our lives. So ni kumaanisha kwamba Mungu tu ametulinda, ametuponya katika hali zote. Tunaendelea tu kumwona akaendelea kufungua nafsi zetu, akaendelea kutufungulia kila wakati. Jamaa na marafiki wanaamka kila kukicha, na kwa hivyo inabidi kwamba tuweze kumshukuru kwa sababu yeye anatosha zaidi na zaidi. Karibu sana katika siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya Monday, tarehe 31 mwezi Januari. Iko sawa? Iko sawa. Barabara, tumerejea tena ili kwamba tuweze kuendelea. Pole kwa sababu ya itilafu kidogo, lakini nikidhani kwamba kufikia sasa mambo yako shwari kabisa. Naona kwamba pale Gertrude na Mara anasema kwamba hai, hakuna sauti. Nilikuwa nimenamazia, sijui kama hivi sasa unanipata. Nikiwa kama unatupata itakuwa ni vizuri ukiweza ku SMS ama kutuma ujumbe wako kwa hapo kwenye YouTube, ili uweze kutuambia kwamba kwa kweli unatupata kwa njia nzuri kabisa. Na ndipo tulikuwa tukisema kwamba there must be a gift. Kwa maisha yetu lazima pawe na gift, na hiyo gift ni kwamba tutaifungua hiyo gift ambayo tumepewa leo. Kesho tutakuwa tunaifungua kwa sababu Bwana ashakubali kwamba tupate hiyo gift. You see,
Pia tunasema kwamba life has to be, you have to receive some unlimited things in your life. Kwa hivyo ni kumaanisha ukipata unlimited gifts, you have to go for them, kwa sababu Bwana yuko na wewe, and you are not just alone. Our God is going to be faithful. Sasa kwa sababu leo tumekuwa tukiangalia kuhusu maisha yetu kama wanadamu, na haya maisha yanahitaji kwamba tuweze kutulia katika haya maisha, tuweze kusimama na kuweza kumwambia Bwana kwamba Bwana tunakuhitaji, kwamba Bwana hatutaweza bila wewe. Kwa hivyo niposa siku ya leo tumeweza kuingia hapa tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya umbali huu ambao ametuleta. Sijui umekuwa namna gani, sijui siku yako imekuwa ya aina gani leo, ikiwa kama ni siku ya Monday, watu walienda soko pale, ikiwa ni siku ya mwisho ya mwezi Januari, kesho tutakuwa tunavukia mwezi huo wa Februari ambao ni mwezi kidogo. Watu kama sisi tulizaliwa mwezi wa Februari, pale tutawaambia ni siku gani na sijui kama hiyo siku itakuwa ni siku ya kufanya show kweli, lakini tutafanya kwa sababu ni njia nzuri tu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu tu, pia kwa sababu ya uhai, kwa sababu ya baraka na kwa sababu ya hai tu. Lakini hivi tu tukifanya crossover, kwa sababu hii ni show ya crossover pale, show hii ambayo itaisha, kisha baadaye mtafanya crossover na yale masuala ya bedroom pale. Lakini hii leo tuweze kuchanganua yale ambayo ni mambo ambayo kidogo tu tunastahili kuyajua katika maisha yetu. Ukiwa kama uko pale kwenye mitandao yetu, utaweza kufuata stream ya Damu, ni link ambayo tumeweka hapo wazi, ili kama uweze kuingia hapa tukaweza kuongea 1, 2, 3 kuhusiana na masuala ambayo ni masuala ya pale manyumbani, ambapo kidogo kama mzazi ambayo ni wewe ni mlezi wa watoto, leo tunaenda kuongelea kuhusu masuala ya watoto wetu, ambapo kidogo tungependa kuwajua kwamba tunastahili kuwatunza watoto wetu kwa njia gani. Kweli mtoto alikuwa ni mtoto wako uliyemzaa kutoka tumbo yako, mzazi, wewe ni mzazi, baba, mama, umekuwa na mtoto wako kwa kiasi kirefu, na huyu mtoto kidogo kwa katika hali zote umekuwa tu ukimpa maisha mazuri, ukimpa kila kitu kizuri, na huenda kwamba hajakuwa na hitilafu zozote katika maisha yake, ama labda amekuwa tu ni mwenye furaha wakati huu wote. Na sasa tungependa tujue kwamba haya maisha yote ambayo umekuwa na mtoto wako, ambao umekuwa na ndugu yako, ambao umekuwa na dada yako, umeishi na yeye, ni damu yako, ni ndugu yako, ni kaka yako, ni babu yako, ni nana yako, kidogo kuna masuala ambayo kidogo lazima tutayaongelea, ili kwamba kidogo mtu aweze kupata afueni, kwa sababu ashaingia katika maisha haya. Na ikiwa kwamba atapata hafueni, itakuwa kwamba unaongezewa wewe ambao umemsaidia kwa kumshauri, kumkosoa, kumwambia lile ambalo ni zuri, kumwambia lile ambalo ni baya, na pia unampongeza kwa lililo zuri, pia unamkemea kwa lililo baya. Hatuwezi tukaacha kukemea mtu kwa sababu ya jambo ambalo ni baya, kwa sababu inabidi kwamba tumwambie hili si zuri, hili ni zuri. Kwa hivyo karibu sana, ikiwa uko kutoka maeneo yoyote pale, tungependa kuangalia pale ujumbe zenu moja kwa moja, lakini kabla ya kufika pale, tungependa kwamba tufunge macho yetu tuweze kuomba kwa pamoja katika jina la Kristo Yesu. Bwana wa rehema, tunakupenda, tunakujua kwamba wewe ni mfalme wa wafalme. Asante kwa sababu ya siku hii ya leo, na yule ambaye ni mtazamaji kutoka kwa kila pembe za nchi ya Kenya, tunamweka mikononi mwako kwamba Bwana uweze kuwa na yeye katika jina la Yesu. Bwana, najua kuna wale ambao wako kwenye hospitali ambao kidogo tu wangependa kupata nafasi kama hii, ambapo hivi sasa hawajapata nafasi kama hii, wengine wako kwenye ICU. Lakini Bwana, kwa sababu ya yule ambaye amebeba imani, kwa sababu ya yule ambaye yuko kwenye hospitali, Bwana tunaomba kwamba uweze
kumpa uponyaji wa haraka hivi sasa, kwa sababu unasema kwamba wewe ni Mungu wa hivi sasa, unaweza ukatenda jambo hivi sasa ama kwa muda ambao wewe Mungu ungependa kutenda. Bwana, yote ni kwa sababu ya shuhuda ambazo Bwana tutazipeana na kusema kwamba Bwana umetenda juu ya maisha yetu. Asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye Bwana yuko kwenye televisheni hii, ambao wanaendelea kufuatilia vipindi hivi siku ya leo. Bwana, tumemkabidhi mikononi mwako, uweze kuwa na yeye katika jina la Kristo Yesu. Asante kwa sababu ya yote ambayo yatakuwepo katika jioni hii ya leo. Tunakuomba kwamba Bwana wetu uweze kuwa pamoja na sisi katika jina la Baba, la Mwana na Roho tumeomba. Somebody say amen. Baba na Bendo anasema kwamba tuned in from Qatar, Dubai. Amen. Qatar, Doha. I really thank God for the gift of life today. Amen. It's really indeed wonderful kwamba siku ya leo ikiwa kama zimekatika dakika 40 baada ya saa 2 usiku, tunaendelea kumshukuru Bwana kwa sababu umetenda juu ya maisha yetu, and I really know that we are going to share a lot siku ya leo. Ikiwa kwamba hujashare na marafiki zako, ndugu zako, jamaa yako, ningependa kidogo uchukue simu yako ya WhatsApp pale uweze kushare na wale ambao kidogo wanaendelea kutufuatilia kutoka maeneo mbalimbali, wale ambao wako kutoka eneo zote ama maeneo yote nchini, ili kidogo waweze kutushika katika siku hii ya leo. Kwa hivyo ningependa tu uweze kuchukua wakati wako mfupi tu ili kama uweze kushare pamoja na wao, na kama uko pale mbali, uko pale karibu, ungependa kuingia kwenye show yetu hivi sasa, fuata hiyo stream ya link, unaweza kuingia pamoja na sisi katika siku hii ya leo. Niweze tu kushare story kuhusiana na masuala ambao kidogo tumeweza kuona, kwa sababu lazima tutashare moshene ya siku ya leo kabla ya kuingia kwenye mada kuu ya siku ya leo. Kwenye mada kuu ambayo kidogo tumekuwa kuwa na marafiki, they are trying to tell each other kuhusiana na masuala haya. Tumekuwa na ndugu ambaye anasema kidogo, tulikuwa tunamuuliza kwa sababu ni ndugu ambaye analipia dada yake hela pale shuleni ili kwamba mtoto wake ama ndugu yake, dada yake aweze kusoma, na jaribu kuingia hapa niweze kushare link na marafiki na jamaa. And then tulipokuwa pale, he was trying to tell us kwamba shida yake ni kwamba siku zote anampenda ndugu yake. Mapenzi aliyo nayo kwa ndugu yake na jamaa yao ni kwamba hawezi akamkosoa dada yake ama ndugu yake. Lakini hapa tulikuwa tunaongelea kuhusu ndugu yake. Yeye ni mtu aliyefaulu, akapata cheti kizuri, akapata afueni, akasaidika, akaenda pale nje ya nchi, na hivi sasa yuko nje ya nchi vile tunavyosema, yuko pale eneo la Amerika, UK, pale. And anasema kwamba yeye siku zote maisha yake yote amekuwa tu akifuatilia vitendo vyake yeye binafsi, kwamba ndugu zake na jamaa yake hawezi akawakosoa, na ni kwa sababu moja ama mbili ambayo hatujajua ni gani. Lakini hapa aliweza kutuambia siku zote mwanadamu ako na uwezo wa kujilinda, ako na uwezo wa kuamua, ako na uwezo wa kufanya maamuzi yake binafsi. Alikuwa anashare na sisi akituambia kwamba siku zote yeye tamanio lake ni kwamba kila mmoja afanye lile ambalo ni jambo ambalo analitaka juu ya maisha yake. Na hapa alikuwa akitueleza kwamba yeye katika maisha yake lazima ameachia kila mmoja afanye kitu ambacho atakipenda, kiwe kibaya, kiwe kizuri, yeye tu apende atakachokifanya. Sasa hii leo, wewe ndugu yangu, wewe kaka yangu, sijui maoni yako ni yapi, kwa sababu hata napomuona ndugu yake akiwa kwenye hali mbovu, akiwa kifanya maamuzi mabaya, siku zote yeye hawezi akamshauri. Anasema tu wewe ni mtu mwenye akili, wewe ni mtu mwenye mawazo, wewe ni mtu mwenye fikra, kwa hivyo ni vizuri tu ufikirie unachokifanya katika maisha yako.
Na msijui kama wewe unafikiria hii kwa njia gani, lakini hapa tunaweza tukaelezana kwamba tunaweza kufanya maamuzi kwa njia gani, tutaweza tukaweza kuwashauri ndugu zetu kwa njia gani. Na ni vizuri ukamshauri ndugu yako kwa lile zuri na kumpongeza kwa lile baya, ama wewe tu siku zote utanamazia ama utanamaza yeye akiumia ama akifanya yale maamuzi yake kwa njia yake kimbala. Ingia kwenye stream yetu siku ya leo ukiwa na mimi Papa Isaac Leonard kama kawaida. Siku hii ya leo ikiwa kama tunaendelea kuongelea kuhusu jamaa, ndugu zako, dada yako yuko kwenye hali mbaya, anaendelea kufanya maamuzi mabaya, utaweza kumshauri ama hautaweza kumshauri? Ndugu akaniambia siku moja alijaribu kushauri mama yake, alikuwa ni mama mzee, ndiyo mkongwe, alafu akamshauri kuacha kulewa. Alafu unajua mama yake alimwambia kwamba siku hizi zote mtoto wangu, mimi nimekulea, nikakupa kila chakula ulichokihitaji, hakuna mahali ulipochomeka. Kwa hivyo wewe unaniona kwamba mimi sijui kile ambacho ninakifanya? Sasa hapo alianza ku lose hope na maisha yako na kuingilia maisha ya wenyewe. Ananiambia kwamba hapa itakuwa kwamba ninaingilia maisha ya wenyewe. Sijui kama unaona kwamba kushauri mtu ni kuingilia maisha yake. Sijajua, lakini itakuwa ni vizuri tukishia na wewe katika siku ya leo ili kwamba tuweze kujua ni lipi hili ambalo tunastahili tulifanye mimi na wewe tuweze kulifanya, ili kwamba ndugu yako, dada yako, jamaa yako, yule ambaye ni relatives wako uweze kuambia yale ambayo wanafaa kuyafanya katika maisha yao. Alright? Tuko vizuri? Basi ikiwa tuko vizuri pale, endelea comment pale kwa njia iliyo taratibu ili tuweze kujua kama wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hili, swala zima la kushauri ndugu na jamaa ambao kidogo umeona kwenye makosa na ungependa kwamba kuwapa ushauri. Na ikiwa unaona kwamba si vizuri kuwapa ushauri, nitaweza kucomment hapa live ili kwamba tuweze kujua kwamba maswala ama mausia yako ni yapi katika siku hii ya leo. Zikiwa kwamba zimekatika dakika 45 baada ya saa 2 usiku. Karibu sana ili kwamba tuweze kushare neno la Mwenyezi Mungu siku ya leo na pia kuweza kushare yale ambayo ni mahusia yako kuhusiana na kuadvise wale ambao ni ndugu zetu ambao wamekuwa kwenye makosa, ambao wako kwenye masuala mengine. Ndio kuna watu ambao tunakuwa na business na badala tu uweze kuuliza ushauri, unaona kwamba kuna mtu anaweza nishauri, ni bora tu nifanye mambo yangu. Ningependa tu kujua ni lipi hili ambalo wewe ungependa comment katika siku hii ya leo ili kama tuweze kubarikiwa kwa pamoja kwa njia speciali kama ilivyo kawaida kama siku hii ya leo, ambapo naona kama zimekatika dakika hizo 45 nilivyosema, ikiwa ni majira ya usiku, ambapo bado tunazidi kukuambia kwamba endelea kutizama hapa kwenye Kisi Hot TV, ambapo unapata burudani zaidi na pia kujua yale ambayo ningependa tu kuyafanya katika maisha yako, ambao kidogo yataweza kukusaidia na wewe utaweza kupata kuelimika kwa njia speciali. Naona pale Irene Kerubo anasema kwamba hey, I'm new here, do the high five. High five sasa tunataka tufanye hizo ma high five mbaya sana. Wale watu wetu wa Facebook comment pale, na kwa njia mitandao pale unaweza kanipata ikiwa kama una nafasi nzuri. Unaweza kanipata kwa mitambo pale Facebook kama Papa Isaac Leonard, kwenye mitambo yangu ya YouTube pale kama Papa Isaac Leonard vile vile, na kwa mtambo tu wa Facebook pale unanipata kama Isaac Leonard. Alafu anasema kama watching live from New Jersey. Thank you so much. Anaitwa Irene Kerubo pale, watching live from New Jersey. Thank you so much. Tunakuona tu, tunakujua tu wewe, unajua tunakujua wewe, you are a tourist and God is blessing you. Utatembea mbali sana. Ingia na hiyo link ili tuweze kuingia kwa njia pamoja, kwa njia iliyo nzuri kabisa. Barabara nikiendelea kuweka pale sijui apparently unatupata kwa njia gani, kwa sababu tumekuwa tukisema kwamba hatupatani, lakini sijui kama bado unanipata, itakuwa ni vizuri. So I was sharing something small kwamba bado kwenye mashine, bado tukingoja kwamba tuweze kuingia pale, tufunze kuingia dada yangu Irene, siku zote unapenda tu
nikazio napenda nigeuza sura yangu. Sauti iko sawa, thank you. Haya, vizuri. Apparently naona kwamba watu wananipata kwa njia ile nzuri, hiyo speciali kabisa. Haya, wala ambao kidogo nilikuwa ninaongelea kuhusu moshene hii kidogo ambayo tutaweza kuiongelea ni kuhusiana na kidogo kabla ya kuingia pale kwenye maswala mengine. Linki ndio hiyo mami, linki ndio hiyo. Unasema kama say hi to Riruta team. Hiyo Riruta team by the way nimewasalimia. Sasa sijui watu wa Ndudhi leo bana, mumeniangusha leo watu wa Ndudhi, sijui nitawapa nini of late bana, mnaniangusha sana. Tunataka tusafiri kidogo, nini mnataka kuniambia kwamba nianza kutangaza hadharani bwana. Sasa natangaza na hakuna kitu nimeandika. Bana, watu wa Ndudhi bana, msikuwe mnachoma picha wakati mwingine. Unajua wakati mwingine wakati unasoma kitu lazima ukisome pahali pazuri tu hivi, unasoma kabisa kama ni news unasoma. Unajua hapa lazima tufuate huo mkondo kwa njia hiyo specially, you know? So lazima tufuate mkondo. So it's good kwamba wakati uko pale unaangalia kwa kitabu kama haka, unaangalia notes tu nzuri, and then unaanza kuangalia pale, and then unaingia pale, inakuwa ni vizuri. Haya, leo tulikuwa tunashare neno la Mwenyezi Mungu kutoka kwa kitabu ambacho tunakisoma hivi sasa, ina few kitabu chetu cha siku hii ya leo. Kabla tujaenda kwenye mada yetu ambao kidogo nimejaribu kuielezea pale kwa njia iliyo nzuri, tunaangalia kwa kitabu cha Zaburi 55. Hiyo ni sura ya 55, mstari ni wa 22, ambayo inasema kwamba cast your burdens on the Lord and he will sustain you, he will never permit the righteous to be moved. Nirudie tena, cast your burden on the Lord and he will sustain you, he will never permit the righteous to be moved. Ningependa tu tuweze kuelewa hii, cast your burdens on the Lord. Siku zote mizigo yako unapoibeba inakuwa ni mizito. That is why siku zote tumekuwa tukisikia watu wakisema kwamba sitaweza. Siku zote watu wakisema kwamba mimi nimejaribu, nimeshindwa. Lakini kuna mwanaume ambaye siku zote ukimpa mizigo yako na ukijaribu kufanya masuala yako yawe kwamba umempa huyu Yesu, siku zote ukijaribu tu kuangalia watu wote wanadamu, mimi ni kama kaka yako, mimi kama mtoto wako, mimi kama kijana wako pale nyumbani, siwezi kukusaidia zaidi ya wale ambao wako pale manyumbani, ama naweza nikakusaidia zaidi. Lakini kuna yule ambaye anaweza kubebea mizigo yako yote, ambaye ni Kristo Yesu. Ndio maana pale watu wetu wameweza kuingia ndani kabisa. Wacha niweze kuwaingisha kabisa. Apostle Boniface Ongaro, karibu sana. Blessed Mom, karibu sana. Omwana Onyambane from Keroka, karibu sana. Sijui mnanipata mkiwa shwari? Haya, nataka nisikie watu wakiongea pale. Tuanze na Blessed Mom. Mimi nakupata loud and clear nikiwa huku pande za Mosocho, Cardinal Otunga High School. Iko vizuri, Cardinal Otunga wanatupata? Alright. Omwana Onyambane from Keroka, unaweza ukaongea hivi sasa tukuone, tukusikize. Omwana Onyambane from Keroka. Kama hii ilimkataa, acha tuingie na ingine. Bwana Boniface, ujambo? Sijambo. Uko vizuri? Salama kabisa. Karibu sana kwa show yetu. Acha niingishe Omwana Onyambane from Keroka. Good evening. Good evening to you. Bana, hiyo sauti yako ni nzuri, si nikuone kidogo? So just a minute.
Haya, enyo ni entaka, good evening. Enyo ni entaka, good evening. Mtu. Sikuoni baba, sikuoni bana. Haya, wanaendelea kulogin vizuri. Fred, hujambo? Fred, good evening. Uko vizuri? Unatupata ukiwa eneo lipi hili? Bwana Fred, unatupata ukiwa wapi? Ni kama vizuri, mitambo inatatiza Fred wetu hapa, lakini pole, tutaweza kurejea kwako ili uweze kutuongelesha. Naona pale Blessed Mama anataka tusome kitabu cha Zaburi 124 mstari wa 1, 2 na 3. Anasema hey to you. Nimekumiss Blessed Mama, by the way nimekumiss. Hata uone na vile umeninamazia gaki. Blessed Mom. Kabla ya kwenda kwa masuala ya Blessed Mom. Blessed Mom, ni kuna neno ambalo nilikuwa na share, ningependa tukimaliza kushare hivi, alafu tuone na la kwako pale uweze kutuexplainia. Si itakuwa ni vizuri? Haya, tuweze kuangalia. Tulikuwa tunaongelea kuhusu kitabu hichi cha Zaburi. Sura ni ya naona pale napigiwa simu, lakini ni kama itakuwa ni tatizo kidogo kwa sababu ya niko online, niko kwa TV. Tafadhali mama, niko kwa TV, utapiga baadaye. Haya, ameweza kupata. Haya, ninaona hapa tunasema cast your burdens on the Lord and he will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. By the way, hili ni neno la nguvu ambalo linatuambia kwamba tuweze kupeana mizigo yetu kwa yule mtu ambaye anaweza kutubebea sisi wanadamu. Mimi Uzao, unaweza ukanipea kazi nikufanyie leo, usinilipe, nikwambia nitakufanyia bure. Haya, hiyo ni kazi ambayo nimekubebea kwa leo. Kesho huo ni mzigo, kwa sababu ulikuwa nilipe, lakini nikikwambia mzigo huu hakunilipa, usinilipe leo. Lakini tena nikiendelea kufanyia tena, alafu utakuja kuniambia siku nyingine kwamba si uliwahi niambia kwamba utanibebea bure. Nitakwambia bwana, hapa kwa hii nchi ukienda kutafuta chakula chochote nchini lazima utanunua. Chochote unachohitaji lazima utanunua. So mimi ni nani niweze kukununulia kweli? You see? Sasa itakuwa kwamba mtakuwa mnabishana. Lakini ukumbuke kuna mwanaume ambaye siku zote tangia ulipozaliwa, alipoweka tu pumzi yako, ukapatikana kwenye tumbo la mama yako, ukakuwa tu pale, alikuweka tu pasipo wewe hata kujua. Nataka tuelewane hapa. Nilikuwa nasikia Blessed Mama alikuwa anasema ninawapeleka mbio leo, nawapeleka mosmos, mnielewe. Haya. Sasa wakati huu wote Bwana anasema kutumpe mizigo yetu, masaibu yetu tumpe yeye, shida zetu tumpe yeye, na hakuna siku hata moja amewahi sema kwamba umenichosha mwanangu. Siku zote anatuambia kwamba wewe nipe nitakubebea, nipe nitakubebea, nipe nitakubebea. Hilo ambalo ni gumu nitakubebea. School fees anatubebea, maisha yetu ni anatubebea. Wakati tuko wagonjwa anatubebea magonjwa yetu, anatusafisha. Wakati unakuonekana kwamba wewe ni mwenye aibu, anakuondolea aibu. Wakati wewe tu unaonekana kwamba unatingizwa, anasimama, anakuwa kwamba chini yake anaweka mwamba wake. Haleluya. So unapata kwamba siku zote za maisha yako, siku zote za maisha yako uko kwenye mwamba uliotulia, mwamba uliotulia. Mwamba huo ni Kristo Yesu.
Kwa hivyo what am I encouraging you? Kwa sababu umetuambia kwamba tukishampa mizigo yetu hata mwacha mwenye haki atikiswe na lolote. Yeye atakuwa na yeye atakuwa na wewe, atakupa ujasiri, atakupa nguvu. Hautalia, hautasumbuka. Douglas Omwengo umekaribishwa. Hautalia, hautasumbuka kwa sababu Bwana wetu Kristo yuko na sisi. Haleluya. Karibu sana kwa wote ambao kidogo mmekuwa mkipata hilo neno, na nikidhani kwamba tumemalizia pale kwa hivi sasa. So we are told that yule ambaye anaweza kusustain maisha yetu, ambaye hatachoka na maisha yetu ni Mungu tu, and he will never permit the righteous to be moved. Hatutatingizwa. Oh yes. Reactions zenu kupitia na hilo neno ambalo tumelisikia siku ya leo, kabla hatujaenda kwa lile ambalo dada yetu Blessed Mama ameweza kutueleza kama tuweze kuliangalia siku ya leo. Ni nani yule ako na something? Yes, Blessed Mom, tuanzie pale. Douglas, by the way, karibu. Acha Douglas aongee na hata huyu mwingine ajaongea. Omwano Nyambane from Keroka. Let's start from Douglas kwa sababu yeye amekuja hivi sasa. Karibu Douglas. Asante sana, nimeingia studio. Uko mzima leo? Leo nimeingia, niko hapa hata, so niko mzima kabisa. Amen. Asa tu hebu kulingana na neno ambalo umelisikia kutoka kitabu hicho cha Zaburi 50 hiyo, na umeweza kuelewa kile ambacho ameweza kusema kwamba siku zote tumwachie mizigo yetu. Zaidi ya hapo kuna jambo ambalo limelipata 55:22. Hebu tuweze tu kueleza mawazo yako siku ya leo. Kila siku na kila wakati tumpe Bwana mzigo yetu, maana yeye ndiye aweza kutupepea mizigo. Sisi hatuna uwezo. Yes. Yeah. Kwa hivyo hapo ndio ulipata kwa upande, maana yeye ndio mwenye uwezo. Yes. Haya, Douglas umetuambia yake vizuri kabisa. Tuende kwa kabla sijaenda kwa Omwana Onyambane. Douglas, unatupata ukiwa maeneo gani? Niko Keroka Nyanturago. Keroka Nyanturago. That is a very nice place. Hapo nimefika. Angalia pale Blessed Mama, unanitaka kunisengenya. Unanisengenya na mjirani. Okay. Sawa. Omwana Onyambane ametoroka. Blessed Mama, tumerejea kwako. Blessed Mom. Neti imetupa huyo mwingine. Imemtupa, sijui inamtupa kwa nini, lakini tunaweza tukaongea masuala yetu leo. Mimi kwanza kabisa nashukuru Mola kwa kutufikisha hii masaa. Ya pili, niko na furaha siku ya leo kwa sababu tumefunga mwezi wa Januari. Ndio. Ambayo ilikuwa ni mwezi ngumu sana, lakini tukishavuka Januari nafikiria hizo zingine zinaendanga mbio mbio. Ndio. So ningependa kukaribisha Omwenga. Karibu sana, na kuje na timu yake kila siku. Na nimeona Omwenga ni wa kwetu kwa sababu kwetu ni virongo ya maati, usi virongo chitoka. Sasa unaona ni wa kwetu, ni jirani. Enyewe wewe ni tourist mami. Wewe ni tourist. Sasa yuko Mosocho, kesho utakuwa Mwalimu Hotel. Sasa mwambie siku ile atakuwa free akuja hapo virongo. Mimi naweza toa nyama choma, sikuangi mkono gumu. So nimemkaribisha. So sijui hii maandiko yenye umepeana kama kuna mtu hajaishika vizuri. Mimi nimeishika vizuri. Sijajua, lakini wewe umeishikaje? Mimi nimeishika vizuri kwa sababu gani? Unaweza kupeleka mizigo yako kwa mtu. Ndio.
na huyo mtu kweli atakubebea. Lakini atafika pahali my friend akuambie pambana na hali yako. Anakuambia nimechoka. Mzigo wako imekuwa ngumu kwangu. Lakini Mungu hawezi kuchoka na sisi. That's why unaonanga hata mtu akiwa hospitali watu wanamtoroka. Mtu akiwa jela, by the way kuna watu wako jela hata hawana makosa. Lakini watu waliwatoroka, hakuna hata mtu anaendanga kuwaona. Lakini Mungu tu peke yake ndiye anasimama nao. Wanakaanga tu wakililia Mungu. Mungu siku moja si nitatoka hapa. Yaani kuna pahali inafikanga unabaki na Mungu peke yake. Kwa hivyo hiyo maandiko ni maandiko inafaa kushikiliwa kiundani na kutafakariwa kiundani. Sasa sijui kama utanisomea hizo zangu mbili. Nimekupea Isaia. Sina shida. Nitaanzia Isaia ama nitaanzia Zaburi? Anza na Isaia. Isaia 12:6-4. Isaia 12 mstari wa 4 hadi 6. Sio? Haya, niangalie pale. Nimeipata vizuri. 12 vizuri. Mstari ni wa 4 hadi 6. How long will the land mourn, and the harps of every field wither? The beasts and the birds are consumed, for the wickedness of those who dwell there. Because they said, he will not see our final end. Pale chini inasema verse 4 kwamba verse 5 inasema kwamba if you have run with the footmen. Acha ni Pastor Bishop ameweza kuingia hapa. Ni Bishop wa Instant Miracle Gospel and Healing Ministries. Bishop, utamute mic yako ndio itakuwa vizuri tukiongea. Utamute mic alafu ndio tutakupea nafasi, utaweza kutusalimia na kidogo utaweza kushare neno la Mungu. Unaweza kuangalia nini? Unaweza kuangalia kama network yake si mzuri, unaweza mpea nafasi kwanza. Alafu hebu angalia hiyo maandiko unasoma. Nimesema Isaia 12:4 na 6. Hebu angalia vizuri uko huko ama uko kwingine. Nimeangalia kitu tofauti jamani, pole. Acha niangalie. Simu yangu ina ni Isaia 12:4 na 6. Pole aki, pole. And in the day you will say, praise the Lord, call upon his name, declare his deeds among the peoples, make mention that his name is exalted. Sing to the Lord, for he has done excellent things. This is known in the earth is known in the all of the earth. Cry out and shout, O inhabitants of Zion, for great is the holy name of Israel in your midst. Hallelujah. Unmute mic. Kabla Pastor rudi, acha nichambue hiyo maandiko leo ikiwa tarehe 31st. Yes. Tunapaswa kumshukuru Mungu kwa yale ametutendea. Oh yes. Kuna mambo mengi Mungu ametutendea, ukijaribu kukaa hivi unatafakari. Kwa Kiswahili ukisoma hiyo Isaia inasema mshukuruni Mungu. Yes. Na kuyatangaza matendo yake. Wakati unashukuru Mungu, wakati unaambia watu matendo ya Mungu, si ati unajifanya ama unajionyesha. Ni maandiko imekukubalia. Yes.
Si ati ni watu unaambia, lakini maandiko ndio imekukubalia ikakwambia unafaa kushukuru Mungu na utangaze matendo yake. Matendo yake ni yapi? Wewe mwenyewe saizi unapumua. Wewe mwenyewe saizi uko sawa. Isaac saizi ukienda hospitali, ward zimejaa. Watu wamewekwa hata 3 kwa kitanda moja. Yes. Ukienda mochari kumejaa, wengine wamewekwa kwa floor. Lakini wewe uko sawa. Kuna wengine hata wakienda haja wanatumia mipira. Wewe ambaye uko sawa, hata ukienda haja kubwa, hata ukienda haja ndogo, mwambie Mungu asante. Kwa sababu si jambo la kawaida. Usionange ati kuenda haja kubwa na ndogo ni jambo la kawaida. Hilo ni jambo kubwa. Ni jambo kubwa. Wengine wanatumia mipira. Wewe ambaye unatafuna chakula, unameza vizuri, unakunywa maji, mwambie Mungu asante. Hebu tuingie kwa hiyo Zaburi, nayo inasemaje? Zaburi 124 mstari wa 1 hadi 3 pale. 124 pale nitaiangalia, tuiangazie pale 124 mstari wa 1 hadi 3. Inasema a song of ascents of David. If it had not been the Lord who was on our side. Hey, let Israel now say, if it had not been the Lord who was on our side when men rose up against us, then they would have swallowed us alive when their wrath was kindled against us. Oh, hallelujah. Sijui kama umepata hiyo maandiko vizuri. Nimeishika kabisa. Hiyo maandiko inasema hivi kwa Kiswahili. Kama sio Bwana aliyekuwa pamoja nasi. Oh yes. Timu Kisi Hot TV na iseme kama sio Bwana. Yaani kuna mambo watu wanapitia ama wamepitia hii Januari. Yes. Lakini kama sio Bwana alisimama na wao, wangekuwa wanasema nini siku ya leo? Surely. Yeah. Januari ilipoanza, mtu pengine alikuwa na kapesa akatumia Disemba. Januari imefika, shule inamkimbisha, kazi inamkimbisha, na unaona vile kazi iliharibika tangu corona. Mambo ilibadilika. Lakini maandiko imetuambia kama sio Bwana aliyesimama nasi. Yeah, sure. Tunafaa kusema nini? Tunafaa kumshukuru. Kwa hivyo wewe ambaye uko pale unatutazama ama unatusikiza, kama mambo yako iko sawa, jua tu ni kwa sababu ya Bwana, si kwa sababu ya nguvu zako. Ukiangalia wakati wa corona, kuna kampuni zilifungwa, kuna watu walisimamishwa kazi kwa sababu Isaac, nimekuajiri, mimi sina pesa ndakulipa, kuliko tukosane, inabidi ni kurudishe kwenu. Sasa mimi nitakulipa na nini? Na unaona siku hizi ukikosa kulipa mtu anachukua atapanga na kukatakata. Watu wa siku hizi wako na hasira, sijui imetoka wapi. So watu wanaona badala ya mambo mingi mtu akupige bure, heri umrudishe kwao. Lakini wewe kutoka korona ianze uko kazi, unalipwa kama kawaida. Kwa nini usiseme ni Bwana aliyekuwa pamoja nawe? Kwa hivyo hizo maandiko mimi naona kama nimezipata vizuri sana. Acha nikurudishia nafasi. Asante sana dada yetu. That is a very nice explanation on the same. Mungu akubariki sana. Thank you. We are happy to have you right here. Kwa wale bado ambao mnaendelea kututizama kutoka maeneo yote, pembe zote za nchi ya Kenya, hii leo uko na show ya ambayo tunasema kama ni moshene ya Christ.
ambao tunapeana kuhusu moshene. Unasikia hapa tu ni ya gold tu. Hatuna moshene ingine hapa, tuko na moshene ya Christ kabisa. Japhet Omuro. Japhet Omuro, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Uko mzima? Mimi niko mzima, nashukuru. Unatupata kutoka eneo lipi? Mimi niko eneo la Tengela. Nimekaribishwa na huyu dada yetu anaitwa Blessed Mom. It's a very great friend of mine. Karibu sana. Blessed Mom, this is a good job. Baba na Bendo. Yeah. Ujambo? Jambo kabisa, nimefurahi kuingia na mimi. Karibu, lakini sauti yako leo iko chini. Ningependa tu uweze kuiongeza kidogo tu, itakuwa vizuri. Wewe niko kwa kelele sana. Unanielewa? Nimekupata. It's okay now. Ndio sijamaliza Haya, mchengo. unatupata ukiwa maeneo gani? Ninakupata nikiwa maeneo ya Gata. Katang Toa. Karibu sana, tuweze kuongelea masuala mawili matatu siku ya leo, na najua kwamba itakuwa ni siku ya baraka kwetu. Niko ndani kabisa na nimeshukuru sana. Haya, asante. Na Blessed Mom, tumekuwa tukiongelea hili swala na hawa wote ambao mmeweza kuingia humu ndani, karibu sana. Blessed Mom, this is a good job and we are happy for you. Ni swala zuri ili kwamba tuweze kushare zaidi yale ambao ni Mungu ameweza kutujalia, ili kwamba tuyaweze kuyaongelea moja kwa moja kwenye hii show ya Moshene ya Christ. Alright? Hebu niweze kusoma jumbe 2-3 zile ambazo ziliweza kuingia kabla mimi kuzisoma. Unajua Blessed Mom, huwa mara nyingi unakuwa msumbufu, lakini leo ni sawa tu. Sioni link nikatuma ukaingia. Alright, bye January, thank you so much. Vincent Babu anasema kwamba watching from Nairobi City, alafu Japhet Omuro ambaye yuko hapa kwenye studio zetu leo anasema good job my sister, welcome so much and let us just share. Kabisa. Haya, tulikuwa tunaongelea swala, tumefanya mambo mafupi ambayo tumeweza kufungua. Blessed Mom, kuna jambo Isaac. Kabla hujapea Japhet Omuro nafasi, kuna kitu nilikuwa nataka kuongelea, nimeisahau. Ongelea. Kwanza kabisa nakaribisha Japhet na nakaribisha huyu mwenye ako kwa kelele Nyabendo. Hiyo jina ni ngumu, macho yangu pia imezeeka. So nilikuwa nataka niseme hivi. Kuna hizi movie watu wanaangalianga, watu wengi wanaonanga kama movie ni mbaya. Movie zingine zinakuanga ni za mafundisho. Kuna movie moja nilikuwa natazama ya Wakikuyu. Hii movie nilipokuwa naitazama, niliona wakiongelelea kuhusu kwenda mbinguni. Kuna mtu alikufa akaenda mbinguni. Kufika pale mbinguni, akapata mbinguni kuna wall kubwa kama shule, lakini imekatanishwa rooms. Malaika wakaambia huyo jamaa kuja tukutembeshe. Wakaingia room ya kwanza, wakapata room ya kwanza iko busy. Unaonanga vile hizi hoteli kubwa zinakuanga busy, iko busy. Huyu jamaa akamuuliza, na hii room ni ya nini? Akamwambia hii room ni ile mnatumanga maombi, mnasema Mungu wa Yakobo na Isaka, naomba hii 2022 nipe gari. Room ya pili wakaingia tena, wakapata iko busy. Yes. Sasa walipopata hiyo room ya pili iko busy, walianza kuulizana tena, hii ndio ya nini? Hadi room ni ile ya wenye walipewa gari. Sasa room ya tatu kuingia, malaika amelala, hakuna mtu yote ako kwa hiyo room. Kauliza hii nayo ni ya nini? Akaambiwa hii ndio ya kushukuru, mkishapewa amshukuru. Hebu anzia hapo sasa.
Hiyo ni ya kushukuru, alafu watu washukuru siku zote. Haya, ndugu Fred, nimekuona pale, karibu sana. Ndugu Fred, unaweza kuongea na sisi? Ndugu Fred, ujambo? Kidogo ndugu Fred ameweza kuzimia. Ndugu Japhet Omuro. Good. Ndugu Japhet Omuro. Yes, nakupata vizuri. Alright. Tulikuwa na leo mjadala ulikuwa ni kuhusiana na masuala haya ambayo tutaweza kujadili kwa dakika 10 hivi. Tungependa tuweze kupata our views on the same. Kuna swala hili ambalo tulikuwa tunashare na ndugu ambaye yeye aliweza kufanikiwa kimaisha na akaweza kupata kipaji chake kidogo. Sasa yeye huwa anawafunza watoto wao, analipia watoto wao karo ili waweze kwenda shuleni. And then anasema kwamba yeye hawezi mkosoa mtu hata siku moja. Hata katika maamuzi yake afanye maamuzi mabaya, mazuri, yeye siku zote hawezi akamkosoa mtu. Sasa sijui kwa upande wako unahisi kwamba iweje? Kwa upande wako iweje? Geti, karibu pia, nimekuona pale, karibu sana. Geti, kwanza hujambo? Sijambo. Mazee, watu wako pale wamerembeka. Ulichukua light wapi? Ndio unaamka kwanza? Hapana, si kuamka. Acha niwasalimu nyote. Please ma'am. Javeth. Papa Nyabendo, Freddy. Papa Isaac na wanakisi watu wote. Hai. Hai to you. Ukoje? Tuko sawa. Tuko poa. Nafurahi kuona, shukuru Mola umetufikisha wakati. Naona leo ni siku ya mwisho ya mwezi wa Januari, tunaenda kumaliza. Tuko pamoja. Alright. Blessed mama anataka kukuongelesha, usitoroke. Mimi nilikuwa na kuomba umute hiyo Sijaamka, si mic kuamka, ya huyo naamka saa inapiga hizi ni kelele. maji. Mic ya nani inapiga kelele? Ametoka, Nyabendo ametoka. Yeah. Mwenye alikuwa na kelele ameenda. Please ma'am, si kuamka, naamka saa hizi, maji yananisumbua. Macho yanakusumbua jamani? Sikuje tu nikutibu, nakupa, niko na dawa hapa, ama nikuombea utapona. Bora sadaka iwepo. Anyway, Ni ukawa daktari. Daktari siku zote nakuanga ni Mungu, ama huwa ni Mungu. Haya. By the way, tulikuwa tunasema kwamba, by the way, blessed mom, kuna watu tofauti kwa nchi zetu ama nchi yetu, ambao watu hawa, mmoja wao ni huyu ambaye ni ndugu ambaye nilikuwa naongea na yeye, akanambia hakuna siku hata moja naweza kukosoa ndugu yake, jamaa yake, kama mtu yeyote, hata awe kwenye shida, awe anafanya uamuzi mbaya, hawezi mshauri. Wewe kama Mkristo unaona kwamba anafanya jambo zuri ama baya, na wewe kama Mkristo huwa unashauri watu ama wewe ni wa kuwapotosha? Swali kwenyu. Mimi nafaa kuongea ama? Blessed mom, tunaanza na wewe. Mimi sitaongea kwanza, wacha kwanza Japhet atuongeleshe, kama kuna verse atupe ndio niongee. Hata huyu Fred hajaongea. Japhet, tuko kwako. Yes, kwanza ninashukuru kwa ajili ya huu mjadala. Na kusema kwamba this is my first time kuingia kwa Hot TV, even though ninaionanga kwa FB. Karibu. Lakini unajua dada yetu hapa amekuwa rafiki wa karibu, tena kuna link ulinitumia sijaiangalia
kwa undani pati pia nitaiangalia. So ndio ninaona kwamba kuna njia zinafunguka kwa ajili ya kufikia watu wengine kupitia Ndio. huu mtandao. Kwa hivyo ndugu, wacha Mungu akubariki sana na hichi kipindi ambacho ni kipindi kizuri. Na mimi pia kwa majina vile mumeona hapo sitaongea ni prophet. Kwa hivyo pia niseme nimeokoka, Kristo ni Bwana. Amen. Na ninamtangaza huyu Yesu kwamba hakika kama si yeye maisha yetu hayangekuwa vile yalivyo. Ndio. Yes, kwa hivyo niingie kwa mjadala moja kwa moja kwa sababu ya muda. Niseme kwamba usipokosoa mtu, hata Biblia inasema kwamba ni kama vile Biblia inasema kwamba usimnyime mtoto kiboko ama mawaidha mazuri. Ukisoma Proverbs huwa inaongea mambo mengi kuhusu maadili yetu sisi kama wanadamu, pamoja na wale ambao wamejificha ndani ya Kristo, sio ndani ya kanisa. Ukijificha ndani ya Kristo utapata kuelewa ni nini hilo linalolisema, kwa sababu kama hata Biblia inasema kwamba ukisoma Galatians inasema hivi kwamba sijui basi ni gani but nimesahau kidogo, but nitasema vile inasema matendo ambayo hayaambatani na mienendo ya Ukristo ni dhahiri, unaona, na imetaja baadhi ya mambo mengi hapo. Na tena kwenda chini kidogo inasema kwamba sasa kama kuna mmoja wetu amepatwa na jambo ama labda amekosea mahali, sisi tulio wa kiroho ama sisi ambao tumeokoka, ni heri huyu mtu kumrekebisha na kumwelekeza katika njia za kiungu kabisa. Kwa hivyo I think in Galatians chapter 2 verse 19, if not from verse 18, kitu kama hiyo, matendo ya chingenje chebibe okora kwebibe, kitu kama hiyo. Yeah, so, ninamaanisha kwamba ni lazima turekebishane, lakini turekebishane kwa njia ya hekima. Na hiyo ndio inakosa wengi, kwa sababu pasipo na hekima tusitawaliwe na mwili wala tusienende na akili zetu, bali tuenende na hekima ya Mungu. Na hiyo neema ya hekima ikitutosha, hata kama mtu amekosea na ameona kwamba anataka kutoroka kabisa, tusimkute, atarudi, kwa sababu tumepewa hayo mamlaka na Mungu kupitia ule wokovu kwa ndani yetu, na kuelewa kwa maandiko kwamba kuna upole wa kurudisha mtu katika njia iliyo safi, iliyo sawa, wakati amefanya tendo ambalo ni chukizo mbele ya Mungu. Mungu mwenyewe wakati amewaumba Adam na Eve katika shamba la Edeni, Biblia inasema kwamba wakati walijua kwamba wametenda dhambi na wakajificha, Biblia inasema Mungu hakuja na kiboko, Mungu hakuja kwa njia ya kushtusha, alikuja kwa njia ya upole, akawaita, akawauliza mko wapi? Ni nini imetendeka? Wakajieleza, kisha baadaye ndio ghadhabu ya Mungu ikawamwagikia, ama Mungu mwenyewe akaweza kuwaadhibu. Na ukiangalia kuwaadhibu kwao, hakuwaadhibu wakufe, ila tu aliwaadhibu akawatoa katika lile shamba. Hata wakati Kain mwenyewe ameua ndugu yake Habili, kuna wakati Mungu amemwambia sasa wewe nimekulaani. Tena Kain akauliza Mungu, sasa inamaanisha mimi umenilaani hata watu wakinikuta waniue? Akamwambia hapana, hata mwenye atakuua na mimi pia nitamshughulikia. Ni nini nataka kuongea kutokana na hilo jambo? Tusiogope kuwarekebisha wale ambao wamenenda kinyume na mapenzi ya Mungu, ila tuwe na hekima ya kuwarekebisha. Na ukiona unashindwa, ndio maana umepatiwa ndugu yako akushikilie. Hata mtu wa Mungu anaitwa Moses, wakati Musa anawaongoza wana wa Israeli, Biblia inasema kwamba kuna mahali walifika wakashindwa, wakakuta kwamba sasa maadui wamekuwa wengi, vita vimechacha, lakini kitu kilifanyika ni kwamba Mungu alisababisha nduguze Moses wakaambiwa kwamba sasa mshikilie mpaka mshinde hii vita. Kwa hivyo kumaanisha kwamba sisi tutashirikiana kwa kushikana mikono kujirudisha. Kwa hivyo ndugu kama huyo, nataka nimwambie kwamba si vizuri kuacha ndugu
kwa jambo lolote lile, liwe nzuri liwe baya, bila kumshauri. Hata mtu anatakanga kununua gari, lakini kati ya gari na nyumba tuna compare, anakuja na kuuliza which is the best before kwa kingine. Kwa hivyo sitaki niendelee sana kwa sababu ya muda. Nimeshukuru sana, mambo ni mengi na ni programu nzuri. Wacha Mungu awabariki. Nadhani huo ndio ushauri nitaka utoe. Haya, vizuri. Haya, amen, amen. Neno la kujenga pale. Tunashukuru sana ndugu yetu. Naam, tutarejea kwake Fred. Fred, ujambo? Fred, na ninaomba nitoke kidogo, lakini nitarudi. Ni sawa. Yes. Fred, naona ya kwamba ameweza kutusikia kwa sababu sijasikia sauti yake hadi hivi sasa. Na kuna ujumbe hapa, dada yetu Nabendo anasema kwamba aki network mbaya, niko locked ndani. Maoni yangu ni kwamba kukosoa mtu ni jambo muhimu sana, sababu hakuna mtu mkamilifu katika hii dunia. Lazima turekebishane, tukose hapo itakuwa ni vizuri. Alright, thank you Baba Nyabendo. Kwa sababu Baba Nyabendo sijajua exactly, lakini tumesema Baba Nyabendo. Alright. Tumekuja kwako Geti uweze kutuelezea yale ambao kidogo unahisi kwamba ni yepi ambao unastahili kuongea kuyafanya. Kiswahili. Sijui kuongea Kiswahili. Na hiyo ni nini unaongea kwa kimami? Mimi najua Kikisi. Ongea tu hata Kikisi sasa, kama hicho Kikisi ndio kizuri kwako. Mjadala ni upi? Aya. Ulikuwa umelala kwa class? Akigeti unapenda kunisumbua, si eti huko sikia. Acha basi nikwambie. Ambia Fred afungue kamera kwanza, kuna siku alikataa, lakini mwambie nilimuona siku nyingine hapo, nilimwambia atakuja kusahau afungue na tena akafungua nikamwona. Nani? Huyo mwingine. Fredi ama nani? Fredi kama hajaongea hadi saa hii sijajua shida. Sasa network inanisumbua. Fredi, umekuwa ukitufuatilia, si unaweza ukatupea maoni yako kabla ya network? Niambie. Kabla network haijaenda, unaweza kuongea mawili matatu kuhusiana na ikiwa kwamba ni vizuri ushauri ndugu zako. Fred, tuongode tuongelesha. Okay. Kanda mtu nafaa mkosoe. Yes, tunakupata. Na kama umpendi ndio uwezi mkosoa. Ukipotea ndio sasa una yaani amunipati? Tunakupata, endelea kuongea. Unanipata sasa? Ndio. Alright. Fred, unaweza ukatuma ujumbe wako ili kwamba tupate, kwa sababu hapa hatukupati vizuri. Geti, tunaweza tukaendelea. Sawa. Mimi nikaa network yangu mbaya basi. Ndio. Gertrude, unaweza ukapeana mahusia yako? Mimi ningesema hivi. Unaweza mkosoa hata kama mwelewani juu obvious, hata akue dadako, kakako. Huwa si wote mnaelewana kwa nyumba. Kuna mwenye huwa anakuwa na chuki nawe, lakini bali unaona hapana, kakangu ama dadangu ameelekea shimoni, hapana. Hapa lazima nimwambie hivi na hivi, anastahili kuwa hivi na hivi, ama
anastahili kujirekebisha. Ndio. Ama mienendo yake haiko sawa. Unaona? Yes. Ama ameingia kwa grupu ambayo si mzuri. We muambie, mkosoe. Hata Yes. akiendelea, unajua akiendelea hata aendelee kukuchukia. Siku moja tu, one day one time atafika tu aseme lakini mbona nachukia praise mom, ni sistangu. Huwa Yes. ananiambia enyewe vile ananiambia nimepotea. Unaona? Yes. Penye nimeingia kwa giza. Na nitakuja kuumia. Unaona? Then by the way anaanza kukua sawa polepole, kujirekebisha. Baadaye hata yeye atakuja kwako akuambie kuwa my sister or my brother, I'm sorry. Unaona? Haki umenisaidia. Penye nilikuwa nimeingia ni papaya. Lakini yule mtu mwenye huwa unarekebisha ama unamwambia unastahili kukua hivi na hivi. Ama umwambie vile ulikuwa siku hizi umechange. Unaona? Umeanza kukua mbaya ama umeanza kukua mzuri. Ndio. Sasa hapo tu ndio kama anaona maoni yenye Kwani unampea. network yenu Kama anaona maoni yenye unampea. Yaani si mazuri ama anaona hayatamsaidia. Just leave him alone. Unaona? Yes. Yes. Wewe umpee tu mawaidha, lakini kama hataki kuchukua vile unamwambia, mwache tu. But mawaidha endelea kumpea. Baadaye wakati mmekutana naye mpe mawaidha. Ama wakati mmekaa na yeye hivi tu, unaleta kitu ingine hapo chenye cha kufurahisha hivi na hivi. Hata unaongelelea about life. Yaani hata vile watu wanastahili kuishi. Hivyo tu yaani. Unaona? At least hapo sasa uingilie. At least atatoa kitu kimoja hapa tuseme. Mbona brother yangu Isaac au sister yangu praise mom alileta ile story hivi na hivi. Haki si ni kama ni mimi alikuwa anaongelea. Unaona? Unasema haki nimetoa kitu kimoja huko. Enyewe wacha nifuate haya maagizo yake. Unaona? Yes. Ama niingie katika hii njia yenye ananiambia. Hivyo tu by the way. Lakini kama haezi jirekebisha, Yes. ataumia baadaye. Sasa mimi Alright. ningesema mrekebishe, mpe mawaidha, hata kama hamsikilizani, hata kama hakusikilizi, we mpe tu. Asante. Naona kwamba nimebaki na dakika chache sana pale. Nimebaki na dakika 4 ili kwamba tuweze kutamatisha kipindi. Ndugu Wanyama Josephat, ni yule ambaye ameongea ama ni mwingine? Ndugu Wanyama, ujambo? Brother Nyamo, ujambo? Sijambo kaka. Habari gani? Ni mara yako ya kwanza kuingia huku, naona hii sura Ya, ni mara yangu ya kwanza. Unatupata kutoka maeneo gani? Niko hapa Kisii Town Getembe. Huko Kisii Town Ya. Vizuri, karibu sana. Sijui wewe unaweza kuongea nini kuhusiana na masuala ya kuhusiana na mambo ya ushauri kidogo? Kuna ushauri tu ambao watu hupewa kidogo tu. Kuna wale ambao hawapendi kupeana ushauri. Sasa tulikuwa tunaongelea kuhusu mtu ambaye hapendi kupeana ushauri. Ni vizuri kupeana ushauri ama ni vizuri uache mtu adifanyie ushauri, adifanyie maamuzi yake? Okay, kwa maoni yangu ni vizuri kupeana ushauri. Ndio hii ushauri huwa kuna vile inasaidia mahali.
Na mtu ukiona jambo useme eti wacha unyamaze usipeane ushauri, itakuwa ni vibaya. Labda hii ushauri yako ingekuwa inasaidia mtu fulani ama imfikishe kwa fulani. Sa itakuwa ni vibaya sana kunyamaza. Labda umeona kosa, lazima upeane ushauri ili huyu mwenye unapea ushauri apate kusaidika. Haya ndio maoni yangu. Vizuri, asante sana kaka yetu, na zidi tu kufuatilia Kisi Hot TV, ndipo kuna baraka tele wakati kama huu mida ya saa 2 hadi saa 3:30. Tumerejea kwako Blessed Mom. Nakaribisha ndugu wetu Wanyamo, karibu sana. Alafu wageni wote karibu sana, wale wako huko nje na wale neti inasumbua, poleni sana. Wanyamo, jisikie uko nyumbani na umetupa ushauri mzuri. Sijui kama papa umepata hiyo maandiko nimekutumia, ungefunga nayo. Kuna hiyo maandiko nimekutumia ni Proverbs 10:17, Methali 10:17. Inaandamana na hiyo mjadala wako na ni mjadala mzuri sana. Mimi upande wangu, mimi niko na hiyo kipawa ya ushauri ama ya kushauri. So mimi ushauri watu wengi karibu kila siku. Wanyamwambia huyo mtoto tumemsalimia kwa sababu hao ndio wasanii wa kesho. Hao ndio wasanii wa kesho, hao ndio miaka ijayo watakuwa wanawakilisha kwa TV kama sisi. Msalimia sana. So papa, sijui kama umepata. Ndio, kuna pale 10 ni tumesema kwamba ni kitabu cha Mithali sura ya 10 mstari wa 17, inasema kwamba he who keeps instructions is in the way of life, but he who refuses correction goes astray. Si nafikiria hiyo maandiko inaambatana na mjadala wako. Mtu ambaye anakubali kurekebishwa ni mtu mzuri na anaishi maisha marefu. Mimi napenda kurekebishwa, Isaac. Mimi mtu akinirekebisha sionangi vibaya. Mimi ukubali kwa sababu wakati amenirekebisha ameona kuna pahali nakosea. Mtu hawezi kuona uko tu sawa alafu akukosoe. Mtu akikukosoa, jua kuna pahali ameona panaenda vibaya. So sijui kwa nini geti kametoroka, lakini nafikiria kako kazi. So mimi na kina geti tunapeananga ushauri. Kama sasa kuna dada mmoja nilimuona amepost Facebook eti anataka kujitoa uhai. Nikakimbia mbio mpaka inbox yake, nikamuuliza, dada, mbona unataka kujitoa uhai? Kaniambia ni hii na hii. Nikamwambia hiyo ni kidogo dada. Maisha ni kuanguka na kuamka. Ndio. Kuna wengi wamefanyiwa mambo makubwa kuliko hiyo yako. Nikaongea na yeye. Yes. Akasikiza na kusema ukweli, hakujitoa uhai, ako sawa saizi na ako kazi. Kwa hivyo kama kuna mtu anashauriwa na anasikia, hakuna faida. Ule anashauriwa na asikii, hakuna hasara. Kwa hivyo wacha watu wakue wa kutafuta ushauri. Ukiwa na shida, tafuta mtu anakushauri. Usichukue hatua mbio mbio. Ni hayo tu kwa leo. Nashukuru. Alright, thank you sana Blessed Mom. Tuingie kwake Brother Vic. Hujambo? Sijambo. Uko mzima? Niko mzima. Unatupata kutoka maeneo gani? Niko maeneo ya Kenya. Niko Kenya, county ya Homa Bay 043. Wow. Karibu sana Kisi Hot TV. Naona kama kwamba wewe ni shabiki mgeni kwa show yetu ya Moshene ya Christ. Nyewe. Lakini karibu sana. Tunaendelea kuhusu mjadala wa kusema kwamba wewe katika maisha yako unajua umeishi na watu tofauti. Kuna watu ambao wanapenda kupeana ushauri
na kuna wale ambao hawapendi. Na pia wewe kwa maisha yako kuna pahali ambapo wewe binafsi ungependa uwe, unahitaji wewe uwe unashauri watu, ama wewe unasema kwamba kila mtu ajitetee na kwa kufanya maamuzi yake? Mimi mwenyewe nimepitia mengi, lakini kwa sasa ndo nimeingia hii ni channel geni. Napendelea nikuwe tu backbench, alafu nita feel free ya kushare. Lakini nimefurahia na nimekuwa hapa hivi na kusikiliza, nasikiliza maoni mbalimbali mpaka saa hii natoa tu machozi. Sijui huo mwanadada ameniguza kiasi. Oh yes. So hata ni relax kidogo, nitakuwa niko na mengi ya kunena. Alright, asante. Tutapatana tena siku nyingine kwa show kama Papa ambia huyo Viki karibu sana, na umwambie aende kwa Kisi HotTP ya subscribe, akuwe akipata notification ikiingia on anapata. Alafu mwambie tuko kila siku, si ati siku moja, tuko kila siku, akuje kila siku, akuje na timu yake, na umwambie tunapenda wageni. Haya, neno la mwisho nakwambia Isaac, mimi nimefurahi leo kuona Mungu amekubariki na wageni, umefunga mwezi na wageni, na mimi nakuombea tunapoenda kufungua Februari, mwezi ambayo itakuwa ni ya furaha, mwezi ya maua, watu watavaa manguo nyekundu, na kuombea pia ikawe mwezi wa furaha kwako, wageni wamiminike kumiminika. Kwa hivyo wale wageni tumefunga nao, naomba wakuje na wageni wengine tufungue na wao. Yes. Bila shaka ni kumaanisha kwamba tumehitimishia hapo kwa leo. Naona unyama wako hapa, sijui na kama mtoto sikatusalimie, unamruhusu mtoto atusalimie? Mtoto naona kwamba anatabasamu. Mama. Poa. Anaogopa kuongea. Alright, vizuri. Asante sana by the way. I'm very happy for you kwa sababu mmekuwa na sisi tulipoanza hadi mida hii ambapo tumemaliza. Mwacha Mungu wa baraka na wa amani awalinde na familia zenu, na pia waongezee kwa kila hali. Msikose hata siku moja mwezi huu tunapomaliza, kwa sababu wengi tumekosa kwa sababu ya kupeana fees kwa shule. I'm happy kwamba mwezi wa Februari utakuwa ni mwezi ambao utakuwa ni wa baraka, ambao tunaanza mwaka kwa njia ya fresh, kwa njia iliyo fresh kabisa. Watu kama mimi ambao tuko na bash hii mwezi inakuja tutamiminisha vitu mingi. Just 3 days after Valentine's nitakuwa na bash. Sijui sasa watu utakuwa within Kisii utapata bash utaikuja, nitakupea direction. Tufanye bash kwa njia iliyo nzuri. Tushukuru Mungu, by the way, tushukuru Mungu and tusonge mbele kwa hatua. Sasa hiyo usiku sijui nitakuwa na furaha hata inayozidi vitu zote. Sijui kama mtapenda kununulia keki ndio tuchome tena keki mara ya pili hapa. Sijui Blessed Mama atasupport nini, lakini iko vizuri. Tutashukuru Mungu kwa njia hiyo. Otherwise, Blessed Mom, thank you for the visitors ambao umewaleta siku ya leo, those ambao umewatumia link. Mungu akubarikie pia, and I'm happy kwamba tutapatana siku nyingine hapo kesho mida ya 2 hadi 3:30. Siniseme good night. Blessed Mom, tuseme now, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Patana naye Kurukuntu mida ya 4 ili muweze kujadili mambo ya bedroom pale, itakuwa ni vizuri. Goodbye for now.
Naitwa Papa Isaac LENARD. Tupatane tena siku nyingine kwa masuala ya motion, ambapo ni hapo kesho, siku ya Teaching Tuesday. Goodbye for now. May God bless you. Amen.